بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكستاك زيادة رحمة أماني زمندين تنويت محمد صلى الله عليه وسلم pamoja na watu nyumba yake na masahaba zake na waislamu watakaofuata aliyokuja nayo hadi siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na atuwezeshe tuweze kuwa miongoni mwao, Allahumma amin. Waheshimiwa tukufu Islam, leo ni siku ya Aljumaa, na siku ya Aljumaa ni siku ya kutengeneza kivuli kama walivyoashiria ulama radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, wakisema kuwa aghrisul yawma ash-shajara, kuwa upande mti siku ya leo, tanam fi dhilliha ghadan, ili kesho uweze kulala kwenye kivuli chake. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alikuwa akisema kuwa kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda baina an-nas, kuashiria kuwa kila mtu, kila mja atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake, hata yuqda baina an-nas, mpaka waweze kuhukumiwa watu wote kwa ujumla, mpaka waweze kuhukumiwa watu wote kwa ujumla, siku ambayo imebeba uzito wa hali ya juu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim akizungumzia urefu wake akisema yawman kana miqdaruhu 50,000 sana, yawman kana miqdaruhu 50,000 sana, siku ambayo miqdari yake ni sawa sawa na miaka 1050, urefu wake ni sawa sawa na miaka 1050. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuzungumzia misukosuko na shida za siku kama na hiyo akisema yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhi sha'nu yughnihi, kuashiria kuwa ni siku ya kukimbiana. Mama hatomjali mtoto wala baba hatomjali mama, kila mmoja atakuwa ni mwenye kukimbia na kutafuta usalama wa nafsi yake katika kila alichokitanguliza mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kuwa kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hata yuqda baina an-nas, kila mtu atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake mpaka pale ambapo watu watakapomaliza kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo leo ni siku ya kutengeneza kivuli, bali imekuja pia katika hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, akielezea watu ambao watakaokuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah qala, kutoka kwa Abu Hurairah asema Allah mridhie, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, mtume Mwenyezi Mungu alipata kusema kuwa sallallahu alayhi wasallam alipata kusema kuwa sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu, watu wasaba watakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ambayo hapato kuwepo kivuli cha aina yoyote isipokuwa kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu wa kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni al-Imam al-Adil, ni kiongozi mwadilifu. Kiongozi mwadilifu atakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu wa pili ni ashabu nashaa fi ibadati llahi ta'ala, ni kijana aliyeishi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kijana ambaye aliyejikita katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya taa kwa kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kwa kile alichokuja nacho. Na mtu wa tatu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akasema kuwa ni rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid, ni mtu ambaye moyo wake una mafungamano, unaambatana na nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imekuja katika hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokea al-Imam Muslim katika sahih yake, hadithi ya 671 kutoka kwa Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ahabbul biladi ila Allah masajiduha, nafasi anazozipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi ni misikiti yake, wa abghadul biladi ila Allah, na nafasi anazozichukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi ni aswaquha, ni masoko yake. Kwa hiyo kijana huyu au mtu huyu
qalbuhu muallaqun fil masajid, moyo wake ukawa ni wenye kufungamana, anaipenda misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi bila shaka mbele yake Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku hiyo ambayo yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hapata kuwepo kivuli isipokuwa kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, mtu nambari 4, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akasema, wa rajulani tahabba fillah, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ijtamaa alayhi, waliungana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watafarraqa alayhi, pia wakawa ni wenye kutengana, wakawa ni wenye kuachana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu wa 5, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa rajulun da'athu imra'a dhatu mansibin wa jamalin, na mtu ambaye ameitwa na mwanamke mwenye hadhi ya hali ya juu na mrembo kiasi cha juu, akaitwa kwa ajili ya kwenda kufanya zinaa, faqala, akawa ni mwenye kusema, inni akhafu Allah, mimi ninamhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hivyo sintokurubia zina. Basi mtu huyu wa 5 atakuwa mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye kivuli chake, kama ilivyokuja katika Sahihul Bukhari, wa rajulun talabathu imra'a dhatu mansibin wa jamalin, mtu ambaye mwanamke alimtaka, amemuomba waje kufanya naye uzinifu, yeye akasema, inni akhafu Allah, mimi ninamhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu wa 6, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, na mtu ambaye ameitoa sadaka lakini akawa ni mwenye kuficha, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mpaka mkono wake wa kusoto haukujua kile kilichotolewa na mkono wake wa kulia, akawa ni mwenye kulinda siri, akaitoa sadaka si kwa ajili ya riya au si kwa ajili ya kufanya watu wamsifu au aweze kuonekana, basi mtu huyu atakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kule kujizuia kwenda kutangaza sadaka yake aliyeitanguliza mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu wa 7, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa rajulun dhakara Allah khaliyan, na mtu ambaye amemtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa ni faragha, yani akiwa faragha peke yake, fafadat ainahu, lakini akayamwanga machozi kwenye macho yake kwa yale mahaba aliyokuwa nayo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi muttafaqun alayhi, kaipokea al-Imam al-Bukhari katika sahih yake, pia na al-Imam Muslim katika sahih yao. Na leo ni siku ya Aljumaa, basi tuoteshe mti wetu wa kumsalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ili kesho mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuende tukalale kwenye uvuli wake. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahih kuwa kithirisheni kunisalia, kthiru min as-salati alayya, kithirisheni kunisalia mimi usiku wa aljumaa pia na mchana wake, fa inna salatakum ma'ruda alayya, kwani hakika ya swala zenu ni zenye kunifikia mimi kwenye kaburi langu. Huyu ni bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na ilikuwa ni wema waliotangulia walikuwa yatanafasu salihuna fi kathrati salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wakishindana katika kumsalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo leo Aljumaa tuupande mti wetu kwa ajili ya kumsalia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili kesho twende tukakae chini ya kivuli cha kumsalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. الله سبحانه وتعالى ajalie mahaba yetu kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe ni sababu ya kuingia naye katika pepo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe ni sababu ya kukaa karibu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah astuharamishi kuwa karibu na bwana Mtume siku ya kiyama. Allah astuharamishi kuwa karibu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake. Allah tuharamishie moto wake na tujalie pepo yake iwe ni maskani yetu, innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh. أحسنتم، حياكم الله، بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.